Na kama jinsi mnavyoona tuko hapa kwenye mji wa Gitega ambayo ni mji mkuu wa siasa nchini Burundi. Tuko na mzee ambaye ni mzee mkongwe ambaye yuko katika wazee wa zamani ambao walianza timu ya Msongati. Mzee, kwa watu ambao wanataka kukufahamu, wewe jina lako nani na wewe ni mtu gani katika timu ya Msongati? Umepatia ndugu mtangazaji, na umebahatika sana kukutana profesa wa maprofesa Salum Khalfani alias Dujumen. Naam, kwa watu ambao wanataka kumjua sasa, Salum Khalfani ni nani? Salum Khalfani kazaliwa mwaka 1950 akiwa ni mtoto wa mzee muasisi wa timu ya Vitalo kwa jina maarufu Khalfani bin Salum, kwa jina kwa kumita mzee Move. Naam. Kwa hiyo nikiwa baba na mimi wa timu ya Msongati wakati huu, na mimi kama mshazao watu mtoto wangu vile vile. Na kwa watu ambao inasemekana kwamba wewe uko katika watu ambao waliwahi kuiunda timu ya Msongati. Msongati ina miaka mingapi? Msongati iliundwa vipi? Wakati huo nilikuwa na umri wa miaka 26, ulikuwa kijana mkakamavu sana. Na ndio ninaanza kupunguza kucheza mpira baada ya kutoka Kirundo, kutoka Muinga, kutoka Tanzania katika Toto African. Nikafika hapa wakati nilikuwa Uganda katika Linti Marketing Board ya Kawempe. Nilipofika hapa nakuta Msongati nimechemka, Msongati hajachemka, lakini kuna timu inaitwa Mbogo na Nzovu. Mwaka 1976. Ilikuwa machi kali, ilipambanisha Msongati, ilipambanisha Mbogo na Nzovu. Nzovu wakati ilikuwa na wazee wa kamavu mjini na Mbogo ilikuwa na wazee wa kamavu mjini. Ikaonekana ile wanaita juju dunga situmike sana mji huyu. Ikaonekana mwisho wazee watauana. Ikabidi uhasama kwa uhasama. Barabara ya pili ilikuwa inapita watu wa Mbogo. Barabara ya tatu ilikuwa inapita watu wa Nzovu. Ukiwa mwanachama wa Mbogo wapiti barabara ya pili, na ukiwa mwanachama wa Nzovu wapiti barabara ya tatu. Wakati wazee wakacho kada patatukia hatari mjini. Ndipo waliunganisha watoto wao wakaba tufanye timu moja, tutafutie jina. Tulikwenda katika uwanja wa Circle ya Kitega na viongozi wa Mbogo na Nzovu. Kufika pale ikawa ubishi wa masaa 48. Karata ikalala, ngoma ikalala. Asubuhi yake tukapakana tena ubishi. Profesa mmoja alikuwa mwalimu mmoja hivi, ni waziri, alikuwa waziri siku zilizopita Rwanda. Akasema tuite timu yetu Nickel. Wakamwambia Nickel haiwezekani. Wengine akasema timu yetu tuite Bombardier. Wengine haiwezekani. Ubishi kwa ubishi, wengine hatatoki muungano, wakakataa muungano. Ikaonekana wazee walikuwa pale, mzee mmoja akasimama, jina lake kwa jina maarufu Mzee Saidi Ismail, akiwa na Mzee Jumaini Kalibala, akiwa na Mzee Mfaume. Wakasema mbele kikao hiki lazima tusome dua nzito sana hapa. Kunuti zile. Ikasoma dua nzito sana kutoka nini watulize jazba watu walikuwa nao vichwani. Kiongozi mmoja akasimama akasema mimi bila kumuona Mbogo na heba mpira. Ongea akasema mimi bila kuona Nzovu na heba mpira. Wazee wakasema, wengine wazee wakabaki pale, wazee wa mjini. Ikasoma tena dua nyingine al-Badru nzito sana. Njia za kishirikina hizo? Hapana, dua nzito sana ya muungano wa kuunganisha roho za wazee. Zinakwenda kwenye njia ya kishirikina? Hapana, zinakwenda katika njia kwa Mwenyezi Mungu pasiwe mfarakano. Al-Badri haikubaliwi hiyo kidini. Al-Badri inakubaliwa, hata kuzindika mtoto inakubaliwa hiyo. Na ndio walima yenyewe kwa sasa mjini wamebadilisha wakati huyu. Wakati huo ndio ikapita ile ndege, ikapita juu yetu hapa ile ya Opara. Wakati Msongati. Iliyopita ikakuta fujo moja sabara. Tumesha jiamua. Unasikia kitu kinapita juu yetu. Kuchungulia ni ile ndege ile Caravelle. Wakasa tangu leo sasa tunaitwa Msongati. Kwa jumla tuamua mgurumo umeisha. Ndio klabu Msongati kaanza, ikaja na vishindo vikali sana tarehe 14 mwezi wa 6 1976. Endeleza swali. Na baada ya hapo sasa tuliona sasa Msongati ni kwa sasa ina takriban miaka mingapi toka iundwe? Wewe mwenyewe unajua huko mwancho wa habari na ndio hesabu. Ichukua 76 na 2021. Unaona ni miaka mingapi? 76
mpaka leo 2021 ni miaka mingapi? Ni miaka zaidi na 40 na zaidi. Na mzee, tumeona sasa leo tuingie kwenye dabi yetu ambayo ni dabi ya mji mkuu wa siasa, ni dabi ambayo itakuwa ni dabi ya madume mawili ambayo wanakuja kukutana kati ya Musongati pamoja na Flambeau du Centre. Nyinyi kama nyinyi watu wa Musongati, mmejiandalia vipi dabi ya leo? Bi maana ukitizama wachezaji Flambeau du Centre wana wachezaji wazuri kuliko nyinyi, lakini nyinyi pia mmeonekana mna mbinu, mna ule uzoefu, mna miaka mingi wa kuweza kupata ushindi. Mechi hii mmejiandaa vipi kama viongozi wa Musongati? Takavya swali lako. Kawaida Musongati ni timu ikienda uwanjani haendi kubahatisha, ni timu inakwenda kutafuta ushindi. Siseme kwa nakwenda kubahatisha, vikikataa hiyo msivioni, isipokuwa nitakwenda kukosoa tena. Lakini mimi shabaha yangu na kwenda ni kufunga, vya kufungwa wala kugawa hivyo vinakutoka baadaye, sivijui mimi hivyo. Lakini leo sasa wana wachezaji wazuri kuliko nyinyi, wamesajili mamilioni, lakini ukitazama Musongati ya mwaka jana na Musongati ya msimu huyu, unaona kwamba Musongati ya msimu huyu ni kama ile sio ni Musongati ambayo tunazoea. Wenyewe wamesajili wachezaji wa viwango, wamesajili wachezaji wana uzoefu, wamewekeza pesa nyingi. Mnaona kwamba kweli mechi ya leo mtafaulu kweli dhidi ya maasimu wenu Flambeau du Centre? Swali lako ni zuri sana. Nadhani kuwa na mali zaidi sio kuwa na akili. Lazima umwajiri comptable. Wana mamilioni hawana mbinu. Wana mamilioni hawajui kuyatumikisha. Yangilikuwa kwangu mimi nadhani mamilioni kifanya maajabu sasa, hata mkupe kukombe la dunia ningekwenda katika Super Cup. Na mzee, unasema kwamba hawana mbinu zenyewe nyinyi mtatumia leo. Hao mbinu ambazo nyinyi mnazoea kutumia ni mbinu zipi? Mbinu zetu tunazotumia kwanza ni umoja wetu. Sasa naweka uwazi leo mzee, ni uwezo wetu, ni umoja wetu, uwezo wetu. Kwa kuwa sisi kauli ya Msongati tunasemaga uwezo tunao, uwezo tunao, nguvu tunazo, na sababu tunayo. Inayobakia upande wa Msongati ni kukamilisha ndoto zetu tunazoziota. Ikiwa zitakata, basi tumejikwa barabarani tu vya kawaida kama vile wanafanya accident bila kujua. Lakini lisansi ya kuendesha gari tuko madereva tuliokamilika sisi. Lakini watu wengi wanasema kwamba Musongati ni timu wanatumia ushirikina sana. Hii ni kweli mzee? Salo, kila siku kiwa umezaa watoto wengi nyumbani kwako, husema kama ule mzee ni msharati sana, unatokana na chichefuliwa. Lakini sasa sisi katika Musongati tuna watoto wengi, tuna watoto mtakizaliwa ni Musongati. Sasa wao Musongati tunapokwenda kuomba wake na kuoa, huwa vile wale wanawake tunawapiga vipande, haiwezekani. Kila mtoto hata Mflambeau mwenyewe anakaa kule kimaslahi, kujua kuna mtu mmoja pengine watu wawili nitapata riziki ya leo kesho. Lakini Musongati anaweza kula vyako na kakuponda. Kwa juu ni timu ya mababu na mababu. Ni timu yenye imezaliwa, imeombewa dua nzito sana na wazee wa mjini. Na tuwezi kuaibika mbele ya wazee. Na sisi tukiwa vile hivi na umri wa miaka 72 sasa. Lakini naweza kukimbia kilomita 12 kwenda na kurudi. Jua Musongati. Mzee wewe ni hatari. Chini leo Flambeau anakula ngapi mzee wako? Kila ndogo ni ngapi? Mimi sio mtabiri. Lakini kigawa nao kwa upande wangu nitakuwa nimefungwa. Utakuwa umefungwa? Nitakuwa nimefungwa. Lakini mara nyingi mnagawa. Hata kidogo. Mara nyingi ana kipigo. Ana kipigo kali sana. Anafunga msimu unakusha, kuna mechi ambayo aliweza kuwafunga. Wale walipoona msamaha wa rais. Walipoona msamaha wa rais na FIFA. Msamaha wa rais na FIFA. Kivipi? Si goli la ugenini. Nyumbani kwake. Alipata bahati, nikampiga goli kakataliwa. Vile akanipiga goli la penalty. Lakini tu nikamwambia upende usipende, ukinde usikinde, uiname usiiname, lazima upate kipigo. Lakini mzee Ange na Kambaranga ni mtu ambaye anajua kutafuta ushindi, anatembea kwa babu. Hilo je, unasema Ange na Kambaranga jina lake nani? Innocent Kambaranga. Na katika ligi iliyoisha mwaka kesho Kikomo Royal alikuwa nafasi ya ngapi? Alikuwa anapiga maekipe kubwa. Ule niveau yake ni ndogo sana kwangu, Professor Judgment. Mtampigia mgunia.
Kweli. Na mzee anasema leo hayo ni maneno, hayo ni maneno na kwenye kanga yameandikwa. Sasa hapa tutatumikisha ni vitendo, si tumejipanga tuko sawa mzee. Na inaonekana nyinyi mmeonekana leo ni wazuri, mechi ya kwanza mmefunga 3. Flambeau mechi ya kwanza na hii hapa ya leo tuna ushindi wa goli 4 kwa Msongati tunavyoiona. Na hakika mnao. Tunao uhakika na ushindi tunao. Kitu gani ambacho mnajivunishia nyinyi? Tuna wachezaji wazuri na mbinu yetu kwa sasa sio mbaya. Lakini ukifuatilia Msongati kwa sasa iko down kabisa. Naam. Kwa hiyo mzee leo chini anapigwa kichapo. Chini anapigwa kichapo cha goli bao 4 mzee. Bao 4 bila. Naam. Tukimwachia sasa tutamwachia goli 1. Kwa hiyo mashabiki wamesikia mzee anakucheka mzee. Hamna, hiyo si cheko tu, si cheko la kizee. Si ni vijana tuko hapa. Naam. Kijana huyu mnaozungumza wakati huu. Kijana huyu hakujaribu kwa mchezaji wa Flambeau. Alianzia mkadeti ya Msongati. Amekuja hapo Msongati. Mpaka alikuwa anabatizwa Msongati. Yaani hivi amaneno anasema kwa kebei wa Flambeau. Sio kwa ili wakipata ile reset hata kufungwa wasimsahau kwenye busheti plate. Mzee sio kwa kebe. Lakini inasemekana nyinyi mnawazidi uwezo sana. Mzee mimi sikufichi. Uwezo umeshuka wa Msongati. Uwezo wa Msongati. Kimapato mna uwezo mkubwa. Unasema? Kimapato nyinyi Flambeau Centre inaonekana mnajivunia uwezo wenu. Ndio. Kocha wenu ni mtu ambaye anajua kutafuta pesa. Ndio kabisa, hicho kitu tunakijivunia sana na kwa sasa sisi tumeenea tuko vizuri kabisa ndugu mtangazaji. Tuko vizuri, Msongati binajulikana iko chini kabisa. Tena huyu mwaka wakisema vibaya kama kurekrute vizuri watashuka mpaka mbe daraja. Naam. Tuko vizuri. Mzee anajibu. Ajibu mzee basi mimi. Mzee anajibu. Hayo ni maneno hata kwenye kanga yapo. Mzee anajibu. Mheshimiwa waheshimiwa watangazaji. Mzee wamesikia mzee. Kijana huyo ni mwanangu mimi. Nilimlea mwenyewe, nilimlisha mwenyewe, nilimuinika mwenyewe, nilimpa mafunzo mwenyewe, nilimwakadiria mwenyewe, na kama mchezaji bora katika timu ya Msongati namba 9. Na huyu mchezaji alijaribu kumpigisha president federation fimbo uwanjani katika kule kwa Kamando. Huyo aje yake Adebayor ni mtoto wa Jumaine, ni mtoto wa mzee Hasani Jumaine Buyeza wa bara 12 kama 13 11. Huyo ni mwanangu. Anaposema hivyo ni kunipa mimi morali, mimi mzee wake. Sawa. Hapo roho mimi agonga hata yeye usisikie hivi. Ameteka jamaa zake hapa. Ameteka jamaa zake hapa jioni. Kwa jua kawaida ile timu wakipigwa wanawapaga pole, chukua hata 100,000 mwende mkale brochette. Na kuna jamaa zake wengi. Na wale jamaa zake wengi vile ni watoto wa Msongati. Unasikia? Kwa hiyo sasa kijana huyo msemo wake ni msemo wa kunipa mori mimi mzee wake. Anaambia mzee, hiyo ni kunaambia mzee, kawaida yako tunapigaga 4 kama wakati ule, kawaongeze tena. Mtoto anazindua hapo. Anazindua. Lazima uamshe wazee waanze visomo. Ndio anasema. Ndio zinataka zianze. Mpaka hivi babake hajatoka ndani. Kwa nini? Hiyo kujalalu. Mola tunusuru. Mola tusamehe. Asante mzee. Asante. Unajua mzee angaliki na ile kauli ya zamani. Nisaidie. Mzee angaliki na ile kauli ya zamani ya kusema tulikutungeli ile haitumiki. Naam, wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa timu ya Msongati. Ndio mzee, tuna kijana hapa anasema kwamba leo anakuja hali mnapigwa bao 4. Nyie kama wewe shabiki mkuu wa timu ya Msongati, hii unaipokelea vipi wewe? Hayo ni mazungumzo tu. Tena huyo kijana huwa asitutie hata pressure. Huyo kwa Flambeau. Na alikutwa ni joueur wa Msongati. Kabidi aache tu kucheza, lakini sio kusema ni fan wa Flambeau. Akina tange kwa ni Flambeau. Hiyo kauli wakati macha haijachezeka hawezi kuongelea eti goli 4 sijui 2 3. Hiyo ni kauli tu za ufanatism. Lakini inaonekana yuko katika timu ya Flambeau Centre kwa ajili ya maslahi yake. Labda hivyo. Yeye ni Msongati damu. Labda hivyo, lakini Msongati huyo tunakuta tunamjua. Lakini mzee, Flambeau Centre iko vizuri kuliko nyinyi. Flambeau Centre sio timu mbaya. Lakini sababu Msongati mara hii wanaona sio timu nzuri. Sababu imesajili wajueri wenye sio wa majina. Lakini ukija kuchunguza hao wajueri
wajueri wazuri kuliko hao wa majina. Kweli. Ikiwa utajifikia hao ndio ile mbinu sasa yenu mtatumia. Si hatuna mbinu za zaidi ya hawa, sababu Flambo ina pesa zaidi yetu. Ila si tunajiamini kimpira. Kwanza tuna watoto wadogo na uzoefu. Umeshasikia. Msema pesa sio kila kitu, ni kweli? Pesa sio kila kitu. Unaweza kuwa na pesa lakini kusaidia kitu. Sababu pesa ni watu. Msongati na watu. Sasa ukisha kuwa na watu ni zaidi ya pesa. Umeshasikia. Na ndio maana Flambo huwa tunaifungaga juu ya watu na dua nyingi za wazee, sababu hii Msongati ni timu moja kwanza iko na wazee wengi kuliko timu nyingi. Naweza kuilinganisha kama na Vitalo hivyo, sababu na Vitalo na wazee gizu navyoiona Vitalo na Msongati ni hivyo. Chini Flambo leo wanakula ngapi? Chini Flambo, mimi ni mwana soka. Siwezi kuambia score sababu sijaona mechi. Lakini ni vigumu sana Flambo kuifunga Msongati. Na inakuwa furaha. Sina oga sababu mimi nina timu nzuri. Huu mwaka nina timu nzuri. Sema sasa. Mimi sina oga. Flambo mimi sikudanganyi, haiwezi kunifunga Flambo sana saitapiga. Kweli. Haki ya Mungu. Na ushindi wa Flambo ni egalisation. Mzee tukushukuru. Asante. Mzee, wewe ni labda huko katika viongozi ambao wanaongeza timu ya Msongati leo. Madume wawili wanashimama wakikutana kabisa kwenye dabi yao ya mji mkuu wa siasa hapa Gitega. Wewe kama mzee ambao una miaka mingi katika timu ya Msongati, mechi hii wewe ina tafsiri gani kwako? Hii ni mechi nyembamba sana, ni mechi mbovu sana, mechi ndogo. Kwa vile mtoto anapolilia wembe lazima wembe mkate. Itakuwa si mara yetu mara ya kwanza kufunga Flambo, sio mara ya kwanza la. Lakini mzee, ukitazama kikosi, wana kikosi kizuri kuliko nyinyi. Msonga Flambo de Centre wana kikosi kizuri kuliko nyinyi, na haiwatii uoga nyinyi. Kwani kikosi kizuri utakumaanisha nini? Na maanisha kwamba wamesajili wachezaji wenye viwango, wachezaji ambao wamejionyesha, wamecheza mpira mzuri kwenye ligi, walikuwa wana manyota wa ligi kuliko nyinyi. Kwani kama ni wachezaji wazuri katika timu ya taifa, mbona wako wasajili wote kama ni wazuri? Wako ambao walikwenda zaidi ya wawili, watatu, watano na nane. Wako wachezaji wengi ambao wanaitwa katika timu ya taifa. Sawa. Kama walienda ni vizuri, ila mimi nategemea kama ala kuli hali kutokana na uwezo wa Allah. Ndio. Allah. Uwezo wa Allah, mimi nategemea kama Flambo haijafikia kiwango cha kuweza kuifunga Msongati. Wameahidi ushindi leo. Ni vizuri, unajua kinywa ikatae mwenye nacho. Bushi ikatae mwenye nayo. Lakini wewe unaahidi nini? Mimi mpaka hivi sasa mimi napendelea kabisa Mwenyezi Mungu atuwezeshe tu tupate pointi zetu tatu. Lakini inasemekana unaoga mzee. Wallahi sina oga na Flambo. Miaka yangu yote, miaka uzima wangu wote mimi sikuwahi kupata oga na Flambo. Inaonekana Flambo kwa sasa ni nzuri kuliko nyinyi. Flambo haikuwa nzuri zaidi ya Zebre. Kabla ya Flambo walikuwa timu ilikuwa inaitwa Zebre. Iulize hiyo Zebre kwanza. Hiyo Zebre hivi sasa ilisambuliwa na nani? Ilisambuliwa na timu ya Msongati. Ndio maana sina oga na Flambo. Flambo hawa ni timu ambayo iko na uwezo, ile pamoja na uwezo nategemea kama anaja wao kesho au kesho kuta atawatupilia mbali, atawaheba juu wameshamwahidi mara nyingi. Hawampi ushindi. Mwaka jana wamemwahidi vikombe vitatu na vyote wanafika kufainali, hata kimoja hawakukinusa. Lakini nafikiri kwamba walikuwa wanakosa mtu wa mbinu, wameleta kocha ambaye ana mbinu. Hii haiwatii shaka. Nikisema kocha wao, wengine wa kocha kawaida yao ni yani kuzoeza wachezaji, si vile. Lakini inaonekana Flambo walimchukua kocha ambaye Feyeri. Wewe una uhakika kwamba ni Feyeri? Sasa unaweza kufukuza mtu iko na lisansi ukaleta mtu wa lisansi C. Wana sababu zao, lakini wewe ukathibitisha ukahakikisha kwamba wameleta kocha Feyeri, akikushtaki inaweza kuwa shida. Ule mimi haniwezi, mtoto mdogo sana, ni mchanga sana ule Kambaranga ni mchanga sana. Kambaranga ni kocha kama wengine, wana mbinu pia, ana mbinu ya kutafuta ushindi. Hivi tunazungumza mimi na yeye juzi tulikutania wapi? Mimi na yeye Kambaranga. Umuulize tulikutania wapi juzi? Hii siwezi kujua. Ndio maana siwezi pasema. Mimi na yeye tulikutania wapi?
Wote walikuwa wanajua mimi niko kitandani. Mmekumbana kwa mfumo. Walijua kama mimi niko kitandani. Watu walijua mimi naumwa corona, eti niko kitandani. Mimi naingia mkoa mmoja hivi fulani huko. Na kutania iko na Kambaranga. Yeye mwana anaona anashtuka. Ndio maana naona kama sina uganai. Chini wanakula ngapi hao? Kawaida yao lazima wachukue goli 2. Asante. Sisi tunasema zetu tuko na uwezo nao. Wewe tunasema zetu tuko na uwezo nazo. Mwe mko na uwezo wa goli, mwe mna uwezo wa goli 4. Ila sisi ni goli zetu 2. Mwe ni 4. Mwe ni 4. Nasikia hata mshahara mwe mmeshapata. Na tunakushukuru sana. Nashukuru sana. Ego nkuko mubibona rero hano tukaba turikiye mu gisagara ca Gitega aho turi kumwe n'abafana b'umugwi wa Flambeau du Centre aho ubona yuko bari kubasiga amarangi turi kumwe n'umwe mu bantu ariko arabasiga amarangi uba yitwa nde? Je nitwa Dusabe Beritra. Dusabe Beritra turabona yuko usiga amarangi bamwe mu bakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre mbega nk'umufana mwiteguye guturukira guno musi ibyo kubahuza n'umukeba wanyu Musongati. Turiteguye cyane bihagije twitegura icyo Imana iza gukora hagati ya twebwe n'abakeba bacu Musongati. Musongati wamaze kuvuga yuko no musi byanka bikunda mutegeza gutsindwa wewe ayo majambo wayakiriye. Sinibaza cyane yuko byanka bikunda dushobora gutsindwa kuko si Imana. Turarindiriye umucarubanza ari arbitre icyaza gukora ariko kimwe nanje nditeze nanje ko ndabatsinda uyu munsi Musongati. Bimaze kuboneka yuko mufisa abakinyi beza gusumba umugwi wa Musongati muri mwaka ariko Musongati bobo bishimira bavuga yuko amahera adakora ku bintu byose. Nk'umukunzi w'umugwi wa Flambeau du Centre ibyo ubivuga kwiki? Nk'umukunzi w'umugwi wa Flambeau du Centre ahubwo amahera ahubwo aragira icyo akoze nk'uko no bivuga kuko recruitment ibyo wakora byose ufite recruitment idashimishije sinibaza yuko ushobora kugenda wizeye amanota 3 koko kukaba nk'ako mfise abakinyi beza nico gituma nanje nizeye cyane intsinzi kuno munsi kubakeba Musongati. Urukiro mugwiteguriye gute ku ruhande rw'abafana? Turagwiteguriye cyane bishimishije turiko turitegura nako turiko turasiga abafana irangi abafana twese mu mwanya turaza gukora ibintu byizira bza kuba muraza kuvyibonera nukuri dufise akanyamuneza ntangere kandi turiteze ko nyuma y'iminota 90 umunezero uza kwiyongera gusumba. Nakaye kajambo kumbure wobwira abakinyi nko kubaremesha kugira nabo nyene bashobore kubyitwara mu neza. Abakinyi akajambo no babwira nko kubaremesha abakinyi ba Flambeau du Centre nuko turi nyuma yabo kandi n'inguvu cyane zishimishije twibagiye cyane ivyabaye dushize imbere ivyerekeye kazoza turiteze cyane yuko baza kuduha umusaruro mwiza. Turabye statistique Musongati mumaze mu nkino za Primus League muheruka kwisinda mwaka w'2017 ivyo ntabwo babibatera. Ivyo ntabwo bidutera cyane statistique irahinduka cyane baravuga yuko tazokwigira tubatsinda kuko uti president twararenganye kandi twaciye kuri Musongati nyene ivyo biranyereka yuko hari icizere Musongati n'umugwi muto cyane kuri Flambeau du Centre bivanye nuko amateka ego ariho mugabo ariko arahinduka. Reka tugushimire. Murakoze cyane.